Miana naitwa Joseph Yona wa Chalinze, na mimi nimesema nije ni share na ninyi kuhusu uzoefu wa haya mambo, kwa sababu bahati nzuri zaidi ninyi waandishi wa habari, ninyi ni mashahidi kwamba mimi upande ule mwingine nilikaa zaidi ya miaka 13. Kwa hiyo na uzoefu sana. Lakini tunaweza tukaanza kidogo kwa kuwakumbusha kwamba nchi yetu hii ni nchi ya amani na utulivu sana, na jeshi letu lina utii sana kwa taifa na amiri jeshi mkuu ambaye ni Daktari Samia Suluhu Hassan. Sasa haya mambo mengine yanayotaka kutokea, lazima Watanzania wa kawaida waone ni namna gani wanalilinda taifa lao. Moja, Polepole hana familia, naendelea kuwakumbusha, hana mke, hana watoto, hana chochote. Kwa hiyo taifa likivurugika hana shida. Muhaini Tundu Antipas Lissu, mke wake yuko Belgiji amefichwa, watoto wake wawili ambaye ni Agostino na Edward Bulale Tundu Lissu wako Marekani, ni raia wa Marekani. Maana yake yeye ana cha kupoteza, likitokea la kutokea na passport, anatafuta visa, anaondoka. Mange Kimambe yuko Marekani, maana yake yeye kila siku na hao wengine ambao wanakaa nje ya nchi na familia zao ziko nje ya nchi wanatamani taifa hili lipigane na vijana wa nchi wapigane. Lakini bahati nzuri kitu ambacho kinatusaidia ni kwamba Watanzania hawa wa kawaida wana marafiki zao Kenya, wameshuhudia kilichotokea Kenya, Gen Z, wamezikwa vijana wengi sana. Kwa hiyo vijana wa Kitanzania hawawezi kuingia kwenye nani ya kijinga kama hii ambayo inatengenezwa na watu ambao wako nje ya nchi, lakini ambao wana be sponsored na mataifa makubwa sana. Lakini niwahi kuwakumbusha siku moja, wenzetu hawa alivyoingia Daktari Samia Suluhu Hassan, alikuta kuna watu wamepata pesa za Salam Sika ambaye ni wakina Tundu Lissu, wamejificha nje ya nchi, walikuwa Ubelgiji, alikuwepo Wenje kile kinachopiga kelele na wengine. Lakini mwisho wa siku Rais Samia akasema hapana, akatengeneza 4R, akasema hebu wa Tanzania wote tujenge taifa letu. Kajenga 4R, akawaita wapinzani, akataka kuzungumza nao, akasema muda wote wampigie simu wakihitaji waonane naye. Lakini wenzetu wakakengeuka, wakaona hawawezi kupata hela kutoka nje ya nchi kwa sababu wamezoea haya mambo. Na ndio maana wakaanza mikakati midogo midogo. Cha kwanza, yule jamaa yoko Muhaini yule akaanza kusema anataka kukinukisha. Akakataa 4R za Mheshimiwa Rais, akasema yoyote anayefikiria kugombea udiwani asahau, anayefikiria kugombea ubunge asahau, hata yeye alikuwa anataka kugombea urais asahau. Kwa hiyo akasema kwamba tarehe 29 Oktoba hakuna uchaguzi. Kwa hivyo vyombo vyetu vya ulinzi na usalama vikafanikiwa kumchukua, kumweka. Wakaona haitoshi, wakamtumia mchungaji feki Gwajima, naye akaja. Hawa wachungaji hawa wa Pentecosti wengi hawa hawapitii taratibu za kichungaji. Yaani mimi leo nimechoka, familia yangu, maisha magumu, naondoka nashika maiki barabarani kama rafiki yangu shasema, baadaye nakuwa mchungaji najiita, na nikiweza kuhubiri na kuwadanganya watu kama anavyowadanganya Mange napata wafuasi, basi napata chochote. Sasa hawa wachungaji sasa hivi wameshagundua kwamba kumbe mtu pekee ambaye wanaweza kumtolea mambo ya uongo kila siku, kutunga stori za kutunga na kutafuta watu hao wakinatesha captain ni Dr. Samia. Kwa hiyo haya mnayoona yana trendi, sisi wengine tunayafahamu, na ndio maana juzi waandishi wa habari mmemwona John Heche akienda Tarime, na yuko Tarime, lakini amekutana na viongozi wa chama cha Safina cha Kenya, Nairobi, Kenya. Unajua baada ya kutaka kujiassociate na ODM imeshindikana. Sasa wamejiassociate na chama cha Safina na viongozi wa Safina eti wapate Gen Z ili kuja kusababisha mitafaruku nchini. Wameanza na mwendo kasi. Mgawe amekamatwa, mwenyekiti wa jimbo la Kibamba yuko ndani na wengine 3 wako ndani. Bahati nzuri serikali ikachukua maamuzi magumu ya kuongeza mabasi pale, lakini utaratibu wa kawaida unaendelea kufanyika na hatua za kisheria zimechukuliwa. Rais ambaye ni mteuzi amewaondoa wote wale mtendaji mkuu wa DART na mkurugenzi wa UDART, wote wamewekwa pembeni, wamekuja wapya wajaribu kuona matatizo gani ambayo yalikuwa yananishwa pale ili kuweza kuyafanyia kazi. Kwa hiyo hawa wenzetu sasa, ambacho nataka kuzungumza ni nini? Hawa wenzetu hawajalala. Jeshi letu la polisi liendelee kuwa macho, kwa sababu hii trend leo bado siku 24 ili uchaguzi ufanyike Oktoba 29. Wametoka kwenye trend ya mwendo kasi, wameenda kwenye trend ya Captain Tesha. Aidha wamemvika mavazi, alikuwa kanisani, awe mwanajeshi, alifukuzwa kazi. Hayo sisi hayatuhusu, lakini hizi trendi mnaziona jeshi letu lazima muangalie. Hawa watu
wako tayari hata kulipiwa baadhi ya majengo. Kama wanakumbuka, msemaji wa jeshi la polisi Misime anakumbuka, tarehe 29 ilikuwa mwezi wa 9 mwaka 2021 ndani ya Kingdom of Teli Mwanza, aliyekuwa mwenyekiti wa Chadema Taifa, sasa hivi ni mstaafu, aliandaa kongamano la katiba akiacha maiti nyumbani ya baba yake Machame, ili tu ionekane jeshi la polisi limemkamata kwenye kongamano la katiba. Lakini kumbe ulikuwa ni mchongo ambao ameshagundua kwamba ana kesi ya kujibu na wanaenda kumkamata. Akatengeneza Kingdom, wakina Mnyika pale, wakatengeneza uongo ili Watanzania wasijue, wafukie mashimo. Kwa hiyo haya yote matrendi ambayo mnayaona yanaendelea kutokea kwenye serikali ya Dr. Samia yameanza muda mrefu. Lakini mwisho wa siku sasa hivi tuna siku 24 ngumu. Lakini naamini jeshi letu limeshagundua sasa, baada ya kujitokeza huyu tapeli Tesha, mimi naamini litachukua maamuzi magumu. Wako tayari hata kulipua majengo, lakini mwisho wa siku ninaamini vijana wa Kitanzania hawawezi wakaingizwa kingi na wahuni. Kuna baadhi ya professionals nimeona wameingia, wana comment kwenye mitandao ya kijamii. Naombeni niwaambie, leo likitokea la kutolea, sisi tuna familia zetu hapa nchini. Ninyi professionals, familia zenu ziko nchini, hawa wenzetu familia zao haziko hapa nchini. Lakini mwisho muangalie trendi ya huyo anayejiita Captain Tesha. Hebu ninyi waandishi wa habari fuatilieni vizuri. Story ni zile za Polepole, Gwajima na Mange Kimambe. Sijui tuna watu wazalendo sana, wakina Butiku, kina Warioba, sijui na nani. Niwaambieni ukweli ni kwamba huyo Warioba ni ninyi watu wa Dar es Salaam labda na watu wengine. Lakini si mkoa wa Mara mwaka 95 tulimfukuza kwenye ubunge na tukampa Wasira. Kwa sababu Warioba tuliamini hawezi kujenga hata choo. Yaani amekuwa waziri mkuu na ni mbunge wa Bunda, ameshindwa kufanya chochote. Kwa hiyo hapa ndio mnamdanganya mzalendo, si mzalendo wa nini? Huyo Polepole anawapa advantage au wapinzani kwa sababu walimtuhumu kipindi cha John Pombe Magufuli kwamba wao ndio walisababisha mauaji makubwa. Walikuwa wanatuhumiwa. Sasa anawapa advantage. Walimpiga risasi sijui huyo muhaini. Wao ndio wanawapa advantage ya watu. Na haya mambo mnayaona, Chadema wanatengeneza mikakati ya kuteka watu maarufu, kuteka vijana wao ili tu ionekane ni serikali. Mwaka 2012 ndio wamezindua haya mambo na yapo kwenye written kwenye kitabu cha Dr. Slaa ambaye alikuwa katibu mkuu, makamu mwenyekiti wao, mgombea urais, na amekuwa padri, amekuwa sijui mwenyekiti wa baraza la maaskofu. Kwa hayo mambo yote huyu mtu ana akili timamu, ndio maana ameandika kwenye kitabu chake na ametoa maelezo, sio written tu. Ameongea na vyombo vya habari kwamba hawa watu wa Chadema ndio watekaji na ndio wanafanya haya matukio kwenye nchi hii. Kwa hiyo matukio yote mnayaona na wanakuja kutokea wakina Tesha. Naomba Watanzania wenzangu, mimi niwaambieni, tarehe 29 mtashuhudia huo umati wa watu mnaouona unampokea Dr. Samia, unampokea mgombea mwenza, unampokea rais wa Zanzibar, unawapokea makatibu wakuu wa jumuiya za Chama cha Mapinduzi, umati mkubwa unampokea Dr. Samia mikoani. Huo umati unaenda kutiki. Na ndio maana Watanzania mnatakiwa muelewe, amiri jeshi mkuu wa majeshi yetu ya ulinzi na usalama Dr. Samia Suluhu Hassan amesema jitokezeni mkapige kura, mkimaliza kupiga kura rudini nyumbani ili msubiri matokeo. Haya mambo mengine ya sijui turudi kwenye mazungumzo. Unarudije kwenye mazungumzo watu waliokataa? Walisema wataki uchaguzi. Na sisi Tanzania tuna vyama 18, vyama viko kwenye uchaguzi na vinashiriki uchaguzi na tunaamini vyama vyote viko sawa. Haya mambo yenu ya kusema kuna huyu mkubwa, huyu mdogo, hayo ni mambo yenu. Lakini mikakati yao ya kutumia makanisa ya Kipentekosti kudanganya na kutoa ushuhuda wa uongo, mimi naamini hayo mambo hayatafanikiwa. Baada ya kusema hayo, asanteni sana na Mungu awabariki.